nitashiriki mazishi yako kesho. Utakuwa wapi muda utakapovuta pumzi yako ya mwisho? Karibu sana. Jisikie huru. Sawa. Lakini mimi nitaka kuondoka. Kwa hiyo nipa tu zawadi nikae nyumbani. Sawa, nimekuelewa. Lakini mimi naomba, kwa sababu umekuja nyumbani kwangu, nami ningependa utie baraka zako. Sio ungependa kutumia kinywaji gani? Hapana, haina haja ya kinywaji kwa leo. Ungenipatia zawadi nikaondoka, kinywaji nitakuja kunywa siku nyingine. Unakosea bwana. Sio hivyo. Mimi nataka leo unakunywa, yani hata kama ukibakisha ni unywe tu kidogo. Nijue kweli umekuja na umetimiza baraka ya kunywa chochote nyumbani kwangu. Asa, nitie tu maji hapo. Sasa mambo si ndo haya. Dakika moja. Agano la siri, siri kubwa, agano la siri. Maji, lakini nisisahau Safeti. Leo amekuja mwenyewe, achomoki. Bro, changamoto ulipitia ni kubwa sana. Kile nikifikiria nakosa majibu, lakini amini kwamba hakuna changamoto ambayo inakosa tiba, na kila changamoto ina daktari wake. Niambie unachotaka kusema, niambie. Unataka kusema nini? Mimi na mtaalamu wangu anaweza kukusaidia changamoto yoyote ile. Yaani shida yoyote anaweza kuitatua. Hapo ukifika kwake, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini mimi siamini mambo ya wataalamu. Yaani sina imani kabisa kama kuna uhusiano na ile tatizo. Sawa, lakini kumbuka kwamba imani ndio inaponya. Na ukiwa na imani, basi swala lako ni jepesi sana. Na kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo braza wangu, lazima nikusaidie kwa hiyo. Nipe mkono wako. Mkono gani? Mkono wa kushoto. Tatizo lako sio la kawaida. Yaani sehemu ulipoingia sio salama. Kiufupi umeatimba. Kwa hiyo mganga, nitakufa. Kufa sio adhabu, ila adhabu ya kwanza ni kuishi bila amani. Utaishi kwa kutangatanga.
Nisaidie mganga. Hapo kwa msaada wangu, rudi kwenye familia ya Salome ukaombe msamaha, maana agano likivunjwa kwa nguvu hurekebishwa kwa unyenyekevu na kuna huruma, maana uko mbali na familia yako, ila naweza mkaenda. Kwa hiyo mganga, hakutokuwa na tatizo lolote? Makosa mmeshafanya kosa, madhara lazima yawepo. Cha msingi kuweni makini. Hatuwezi kupata kinga? Kinga hamna, ila mkizingatia ni yasemayo mtakuwa salama. Nendeni. Ute papa ute, ute papa ute, ute papa ute, ute ute ute. Pole sana Kelvin, hata mimi sina uwezo wa kukusaidia kabisa. Wewe ulichagua dhana ya kuto kunisikiliza mimi bila kujua mimi ni nani katika familia yetu. Kwa hiyo adhabu tunapewa wote. Wewe ni nani? Naitwa Salome binti Mteta. Mimi ni binti wa kwanza katika familia ya Mzee Mteta. Ninaishi katika kivuli cha Mira. Sitakiwi kuguswa na mwanaume yeyote yule bila kufanyiwa tambiko na wazee wa ukoo wetu. Wewe umevunja Mira. Kwa hiyo kuwa makini sana na masharti unayopewa huko unakoenda. La sivyo nitashiriki mazishi yako kesho. Agano la siri, siri kubwa. Agano la siri. Ukweli ukisimama, uongo ukosa nguvu. Ni mengi siwezi sema. Tatizo nini bro? Brighton, moyo wangu unaniuma sana. Nahitaji kwenda kwa kina Salome, lakini nina wasiwasi sana na usalama wangu. Wewe ndo ndugu yangu, kwa hiyo nakuomba chochote kikitokea nitafute. Usalama wako sio tatizo bro, ila inabidi utambue kitu kimoja. Mwanaume aliko kumaanisha, mwanaume anakufa kwanza, alafu anakuja kutafuta chanzo cha kifo chake. Unamaanisha nini? Sijakuelewa.
Ili uwe imara, lazima upite njia ngumu kama dhahabu. Na kama njia ya kwanza tumeshapita, ikatuonyesha njia ya pili, basi haina budi kuifuata. Na hata ukienda na ukifa huko ulipo, basi ujue ni njia moja kupambana. Hii ni vita bro. Sawa, nimekuelewa. Acha nifanye hilo. Ila tambua kwamba niko nyuma yako, bega kwa bega. Sitaweza kukutupa bro. Amini ninachokwambia.